Watu wengi hawajui maana ya amani. Ili ulale kwa nyumba ya nyasi, ili ukule ugali na chumvi, lakini kukuweko na amani. Watu wengi hawajui maana ya amani. Na ndio taifa letu la Kenya tunataka tuombe na tuongeleshe kila mtu ukuye kiongozi. Ukisimama, chunga ulimi yako. Na ndio unaona hata ule mtu mwingine wa Munyoro, unasikia anaongea maneno ya 207 208. Unasikia anaongea carelessness. Anasema ati sijui kuna watu kutoka Nandi ndio wamewekwa hapo kuua watu sijui nini. Mimi nataka niambie wewe wa Munyoro, hii taifa la Kenya ni kubwa kushinda wewe, kushinda mimi, kushinda William Ruto, kushinda kila mtu ule. Omba kura na sera, ongea mambo inazoongea, lakini usitukumbushe mambo ya vibu. Leo tuko hapa kutukimzika Father Alois kwa sababu ya ujinga na matamushi ya watu kama wewe. Unajua kuna watu wajinga wanabeba ujinga na gunia. Unaweza simama mbele ya watu na uongee matope. Unajua niliona Bishop akiongea kule leo Marakwet akiuliza utuambie sababu ya huyu Father Alois alikufa kwa nini. Na nilikasikia uchungu sana kwa sababu haina sababu ya ukweli. Sababu ni wakora na watu wenye hawana mbele wala nyuma. Watu wanaishi kwa kichaka. Mama jang lakini onayole we mingele kita stai ako kota stai ngalek tayari so mo usisienye lakini ngalek ab kotini mabota ne apia ne itu namba sumuk kaya par kita na ufata hii kota imeja tukimut kotini pkeso manjigile jine gimwa ini kali amagit matchen jangne saitane na nyine kusai gitu nyine Father Alois agutuye inule gatuye. Nataka niseme pole kwa familia, pole kwa kanisa, pole kwa fathers wetu. Najua fathers wetu wamekuwa na huzuni sana na watakuwa na hofu. Watakuwa najua hata wale wenye wako kule wako na hofu, lakini nataka niwaambie hii ni kifo ya mwisho. Haitawahi patikana tena kwa sababu sasa at least serikali imepata njia. Kongoi Mwenyezi Mungu awabariki sana.